Ilikuwa ni majira ya asubuhi, wakati familia ikiwa imepumzika ndani, watoto wakaenda kwenye chumba cha baba yao. Taarifa ya habari ikatangaza kuna ugonjwa wa ajabu zaidi unakwenda kuikumba nchi nzima Marekani. Baba bila kupoteza muda aliamua kuanza kukimbizana huku na kule kuweza kuondoka kabisa kwenye hili eneo, kwa sababu hali ishakuwa mbaya. Barabarani kulikuwa kuna foleni kubwa sana, kiwango ambacho magari yote yalikuwa yamesimama kwa sababu hakukuwa na njia ya kupita. Mama alipotazama juu na kuweza kuona ndege ya patrol zikiwa zinapita juu, baba aliamua kushuka ndani ya gari na kusema kwamba ngoja akatazame aone nini ambacho kimesababisha foleni kuwa kubwa. Vipi bro, huko kuna nini? Hakuna kitu bro, sielewi. Aliamua kurudi kule lilipo gari lake. Mara ghafla alisikia mlipuko mkubwa pamoja na moto mkubwa ukiwa upo mbele yake. Baba aliamua kurudi kwenye gari mbio mbio na kuweza kuangalia namna gani anaweza kaondoka kwenye hili eneo. Wakati wakiwa wanajiandaa kuweza kutazama namna gani anaweza kaondoka kwenye hili eneo, mara ghafla lilionekana gari kubwa likiwa linagonga magari huku na kule. Baba akaona hapana, kwa nini endelee kubaki hapo? Akaanza kutumia juhudi zake binafsi kuweza kuondoka kwenye hili eneo. Wananchi walikuwa wanakimbizana huku na kule kwa sababu hawajui nini ambacho kinaendelea, kwa kuwa mji ulikuwa umechafuka vibaya sana. Mara ghafla alionekana zombi ambaye alikuwa tayari ameshaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Baba akaamua kushuka na kuona namna gani anaweza kumsaidia binti yake ambaye alikuwa yuko nyuma ya gari. Mji wote ulikuwa umeharibika sana ndani ya jiji la Philadelphia. Mambo yote yalikuwa yamekaa vibaya sana. Watu walikuwa wanakimbizana huku na kule kwa sababu hakukuwa na namna wanaweza kufanya ili waweze kuwa salama. Mazombi washaanza kutafuna watu. Mama akiwa amembeba mtoto wake akaamua namna gani aweze kukimbia. Lakini hapo chini zombi likawa limebadilika na ghafla likainuka kwa nguvu zote. Tazama jinsi ambavyo latisha. Familia zilizidi kukimbia huku na kule na watu wakaendelea kutafuta ustaarabu wao. Lakini wakiwa wako ndani ya gari, ghafla zombi moja liliingia likaanza kung'ata watoto. Bahati nzuri baba akapambana nalo na akaamua kuchukua gari kubwa na kuanza kukimbia maeneo haya kwa sababu aliona sio salama tena. Mji wote ulikuwa umechafuka, mazingira yote yalikuwa mabaya kabisa, lakini baba alikimbia mpaka kutoka nje ya mji kabisa. Wakiwa wanaendelea kukimbia huku na kule, mara ghafla mtoto alianza kuugua. Mama akaona aende kumcheki ajue namna gani anaweza kumsaidia. Waliamua kupaki pembeni ili kuona namna gani anaweza kumsaidia huyo binti ambaye hali yake sio nzuri. Baba akamwambia mke wake kwamba nenda kaendeshe gari, mimi nitadili na huyu mtoto. Steringi wetu alipambana mpaka kufika ndani ya jiji la New York City. Alikuta watu wanakimbizana huku na kule, mji ukiwa umechafuka kwa kiwango kikubwa sana. Ndipo moja kwa moja akaamua kuingia kwenye supermarket ambayo waliamua kwenda kuchukua vyakula vya kuweza kutumia kwa muda mrefu. Alipojaribu kuingia kwenye chumba cha pili hichi ambacho kinahifadhi dawa, ndipo akakutana na huyu jamaa akiwa ameonyeshewa bunduki. Wakati amerudi upande wa pili, alikuta kuna watu ambao walikuwa wamemkaba mke wake, ni kama wanataka kumbaka au vipi. Kwa hiyo akaamua kupambana nao na kuweza kumtoa mke wake mikononi mwao. Baada ya kufanikiwa, upande wa pili akaonekana askari akiwa anayapambania maisha yake. Hakujali milio ya bunduki, hakufuata sheria, akawa anawahi kwenda kuchukua vitu ili aweze kuhifadhi kwa sababu mji ulikuwa umeshachafuka. Waliamua kutoka mpaka nje, wakati huo wakitazama huku na kule waangalie namna gani wanaenda wapi, na kila sehemu ilikuwa imechafuka. Kiongozi alimpigia tena simu ndugu yetu ili amuulize upo wapi kwa sasa. Wakati wakiendelea kukimbia huku na kule, ghafla moto ulikuwa umezuka mkubwa tena, na walipotazama kwenye magari wakakuta kuna mazombi, lakini kuna watu wengine walikuwa wamekaa tu, hawana time wala hawahangaiki na chochote. Jamaa akaamua kuingiza familia yake ndani, alafu yeye akawa anabakia kuendelea kupambana na mazombi. Alipambana kadri yawezavyo, lakini hali ilikuwa ni ngumu zaidi kwa sababu ndani ilikuwa ni giza zito sana. Lakini kulikuwa kuna mazombi ya kila aina, mazombi maaskari, lakini pia mke akaamua kuwasha taa, wakavunja mlango wakaingia ndani. Katika kukimbizana huku na kule kutafuta hifadhi, ndipo alipobahatika kupata nyumba ambayo kulikuwa kuna familia imekaa hapo, akapewa hifadhi. Jamaa moja kwa moja akachukua redio ili aweze kusikiliza nini kinachoendelea. Akaambiwa mji wote umechafuka, mji wote umetapakaa mazombi, hali imekuwa tete. Akaamua kujipanga kwa ajili ya kuweza kwenda kupambana na mazombi. Akaamua sasa kutoka nje na familia yake, aone namna gani anaweza katoka haya maeneo kwa sababu yamekuwa sio salama tena. Walizidi kupanda juu ya gorofa mpaka wakafika juu kabisa ambapo ni mama pamoja na watoto. Wakati huo baba kabaki nyuma akiendelea kupambana na mazombi. Hali ilikuwa mbaya, alikuwa kama anaenda kuzidiwa hivi. Huyu mtoto ndio akaja kumwokoa. Ndani ya mji wa New York City, baba pia naye alikimbia mpaka kufika juu ya gorofa na akaamua kwenda mwisho kabisa ya gorofa. Na hapa ndipo ambapo tunaishia kwa siku hii ya leo. Niambie, weka comment hapo chini, unataka tuendelee sehemu ya pili?